Hiyo mvua itakaribu kunyesha. Itakuwa. Maana sitoka kwa kawaida. Kama unavyoliona. Na vyakula vinakauka tu kwa waliolima. Nijaze sana? Unatosha? Sijabeba. Sawa. Hey, mdogo wangu niambie leo mimi sikula nini? Mimi dada tungepata kama ugali na mlenda hivi. Mimi kwenye mlenda hapana. Sasa tutakula na mboga. Unajua mlenda tumekula sana. Yaani hapa tungepata samaki na mchicha. Dada. Ila mimi nilimisi mlenda sana. Hapana. Ila mdogo wangu. Niambie dada. Mimi shida yangu moja tu. Niambie nikusikie. Isiwe mimi kupata mchumba ndo ndugu wetu kaisha, maana ujue kwamba sisi ni ndugu tena wa kiapo cha damu. Sasa tunaanzaje kuvunja undugu wetu? Maana mimi na wewe ni marafiki wa muda mrefu. Na sio urafiki tu. Yaani urafiki wetu umepitiliza mpaka tumefikia kuwa kama ndugu yani. Na pia tuna kiapo cha damu. Yaani mimi na wewe, wewe na mimi. Ni kweli. Ila mimi ombi langu, maombi yangu kila siku uweze kupata mume bora atakaye kufaa. Yaani mume bora sio bora mume. Yaani upate mume bora kabisa. Dada bana. Hiyo ni mipango ya Mungu tu. Najua. Sasa tuondoke. Maana muda unaenda. Sawa twende nao katulie kwenye ndoa yako. Usijali mdogo wangu. Nikitika au utajitika? Utajitisha tu. Kwanza maneno ni somo ya maisha ya baadaye, unaweza ukasema usitimize. Kwanza maneno ni somo ya maisha ya baadaye. Mambo vipi? Salama, wapi tena? Nenda huko baba, kuna rafiki yangu mmoja tu niliongana. Na kwamba baika wale. Maana hapo sisi tukagonga na pikipiki. Sasa mnadhani? Niambie shemeji. Unajua mimi kukutana na wewe hapa imekuwa kama bahati sana. Kivipi yani? Kuna kitu nataka tujadili kidogo. Ongea shemeji nakusikiza. Mazani. Unajua mimi nimetokea kukuelewa sana. Namaanisha kwamba nahitaji uwe rafiki yangu. Kwani hapa tuliposoma rafiki? Ni marafiki. Namaanisha kwamba nahitaji nikoe kwa sababu nina mpango kuongeza mke wa pili. Nahitaji uwe mke wangu. Tena wa ndoa kabisa. Shemeji samani. Wewe ni shemeji yangu, umemwoa shoga yangu, na sio shoga yangu tu, ni dada yangu. Alafu pia tuna kiapo cha damu. Kwa hiyo sitaweza kumsaliti. Sawa, ila mimi nafikiri kama halina shida. Yeye hana tatizo kabisa. Yaani mwenye tatizo ni wewe. Yaani wewe ndo wa kunielewa mimi kwa sababu mimi ndo nimekuhitaji. Yule dada yako sawa, ila mimi moyo wangu ndo umekuhitaji wewe. Ni yako tugombanishe sisi. Sina lengo hilo. Ila ningetaka hivyo
ningefanya uhuni. Na ndio maana nikwambia kwamba nataka lengo sio kuwagombanisha. Ndio maana nikwambia kwamba yeye hana tatizo. Sawa. Mengine yote niachie mimi. Tutazungumza naye. Ngoja kwanza nikuulize. Hivi unamaanisha umetumwa au uko hapo kwa ajili ya kunipelemba tu? Hapana, sipo hapo kwa niaba ya kukupelemba. Na sio kwamba nimekuja hapa ili niwagombanishe, la hasha. Mimi nahitaji wewe mke wangu. Yaani naongea hivi na maanisha kwamba nimekupenda. Kwa hiyo hayo mengine nahisi kama sio ya msingi sana. Cha msingi wewe ni kuzingatia tu ombi langu. Na ndio maana nikakwambia tangia mapema kwamba hilo wewe ndio wasiwasi. Yaani kuhusiana na yule niachie mimi. Mimi nitazungumza naye. Hilo litaisha, itakaa sawa. Mimi naomba ukafikirie kidogo. Yaani naamini hakuna tatizo. Mimi nikuondoe wasiwasi. Hakuna tatizo kabisa. Yaani hata ukinikubalia tukaoana haina shida yoyote. Nipe muda kwanza. Sawa. Na kweli sijafanya makosa. Naendana kabisa kwa mke mdogo. Mara dada yake mwingi kidogo ikapungua ile shepu ipo. Biaisha mganga. Tabeme wangu. Yaani siku hizi Tanzania kufa la pressure ni maamuzi yako. Na sio Tanzania tu. Yaani dunia sasa hizi tu wamerahisisha. Yaani wewe ukifa na pressure zako, maamuzi yako unajitilia tu bando lako ya shilingi 500, unaingia TikTok kwenda kucheka. Unaenjoy mwenyewe. Mara leo utasikia Diamond kabakwa. Mara leo sijui Hamisa kaolewa na Aziz Ki Midomo. Yaani huelewi tu. Kuna kazi na simu zetu za mikopo hizi hazimkosi mtu wenyewe anaita mkosi malaya. Yaani wewe mwanangu wewe. Sasa Diamond msanii mkubwa kama yule anabakwaje jamani? Mimi ninusu, ninachokijua mimi kwamba ni kuenjoy. Mimi nahakikisha tu stories zikifika kwangu mwendo wa kufurahi tu basi. Ila unaona hii picha? Hao watoto mimi ndio nawapenda sana. Yaani nikikaa nikiangalia hivi mimi roho yangu burudani kabisa. Yaani mimi niangalia katuni. Wewe mkubwa wote waangalie katuni kama mtoto. Na mimi napenda hivi. Si unaona kama hivi. Unaangalia mwenyewe unaburudika hadi moyo unapenda. Ndio vitu ambavyo mimi navipenda. Sasa mimi hapo nafanyaje jamani? Kwa nini usitie bando kaingia hata TikTok huko kaenda kuenjoy wewe? Alafu huyu. Hivyo vitu vingine mimi sivielewi. Sasa mume wangu. Unaona muda umefika wa kupika. Mimi kwanza niingie ndani niende nikaandae chakula. Maana tumbo liko vizuri. Haina shida hiyo. Kumbe wewe siku moja una akili kama za kwangu. Hapa nilikuwa nakusikilizia tu. Atakumbuka maana we. Kwa nini nisikumbuke wakati najua kabisa kwamba mume wangu hajakula. Mimi mwenyewe sijakula, njaa zinauma. Acha tu niende nikapike. Basi fanya hivyo mama mtu. Tena leo Aisha, naenda kupika chakula ambacho nakipendaga. Toto la Kimalaba. Wallahi nimeoa hapa. Hey! Anaopiga mwingi. Mama. Moyo wangu kichaka umehifadhi mabaya yako. Umeniacha umesepa ukajisifu kwa ndugu zako. Kila ulichotaka nilipambana kwa ajili yako. Nikajitoa sadaka nikose mimi kifike kwako. Mwazani. Unajua nimekuita hapa kwa lengo moja tu. Lengo lipi? Unajua unapoongea na mtu muangalie usoni kidogo. Unajua wewe Mwazani binti mrembo sana. Tena mzuri. Yaani mwanaume yoyote utakayekutana naye akashindwa kukusimamisha, kwanza wewe mwanaume ajiulize yuko sawa sawa kiakili. Sasa kama mimi niko sawa kiakili, lazima nikusimamishe wewe. Na nikuite au tukae kitengo tuzungumze. Nimetokea kukuamini Mwazani, nakupenda. Nakupenda. Shida sio kunipenda mimi. Ila shida nimechumbiwa na nataka kuolewa. Ndoa, mchumba, mbona kama kizungumkuti? Sielewi yani. Ndio uelewe basi. Nimepata mchumba nataka kunioa. Kwa maana nataka kuolewa Mwazani.
Nataka kuolewa. Kitoto cha 2000 kabisa kinaonekana hichi hapa, afu nataka kuolewa mapema kama hivyo. Mbona unakimbilia majukumu Mwazani Yaani unamaanisha unachokiongea? Namaanisha nataka kuolewa. Alafu kibaya zaidi, anayetaka kunioa ni rafiki yako. Rafiki yangu mimi? Ndio, kwa nini? Shabani. Shabani huyo unemjua mimi? Mume Mwanaisha. Si ndio wewe? Ndio yeye. Kuna kitu kimoja ambacho wewe hujakijua. Shabani anataka kugombanisha, alafu anataka kutenganisha urafiki wenu kati ya wewe na yule Mwanaisha. Hilo wewe ulijui. Sema ila siamini kwanza kama Shabani ndo atakuoa wewe. Kwa sababu nilivyomjua mimi, ninavyomfahamu mimi Shabani, kwanza mkorofi. Sio mtu mzuri yani. Ila ninachokijua mimi kwamba hata kugombanisha yule Shabani mwenye minywele hivi ndevu kama Morrison yule. Si ndio huyo huyo? Ndio nimempenda hivyo hivyo. Na mindevu yake. Nimempenda. Wewe Mwazani. Mbona ipoteza bahati Wewe kafikirie kwanza. Yaani mimi imani yangu kwamba matarajio kwako yapo. Yaani imani yangu mimi utanipa jibu zuri. Sio kuniangusha tena. Umesikia Mwazani? Kitoto hicho. Haya sawa. Kwa hili. Mwazani huyo. Kitoto cha 2000 hicho. Bwana kinaenda. Mwazani, nifikirie basi. Achana na Morrison yule. Wewe Shabani wewe. Mchana kweupe unaupiga au sio? Inawaje? Fresh. Kama gani? Kama ka. Fresh. Mwanangu jua kali. Saidia maji ya kunywa. Mgangu Mwazani? Ademe wangu. Njoo kwanza afu beba na maji ya kunywa. Vipi lakini? Si tupo okay. Kupesti wewe. Kawaida. Okay. Kwanza maneno ni somo ya maisha ya baadaye, unaweza ukasema usitimize. Kwanza maneno ni somo ya maisha ya baadaye, unaweza ukasema usitimize. Mwazani akasahau aliyoyasema, akafanya tofauti alivyoahidi.